Hello, it's me again, Presenter CK. Wanasema zaidi yangu ni Bonoko. So leo nataka tushare tu something yenye huwa ina happen in real life. Kuna vitu watu wanapenda ku assume but sometimes huwa ziko na zina exist. So kulikuwa na dem nikisoma na yeye time tukiwa primary hapo. Alikuwa chopi by the way. Alikuwa chopi. Ule mlikuwa anaitwa Anita. Anita kama anavyomkumbuka alikuwa anaitwa Anita. So Anita alikuwa chopi. Yaani ndio alikuwa top scorer. Kila matokeo yakitajwa na kina mwalimu gari kwa yeye ndo anatajwa, mtu fulani ni yeye, mtu fulani ni yeye. So akafikia mahali like anajaminia mara mia kwamba basi mimi ndo mimi na kuna mwingine zaidi yangu. Kila mmoja alikuwa anajua tu ni yeye, ni yeye, ni yeye mpaka KCPE kumradhi atakuwa ni yeye. Unaona? But mambo uchange. Mpaka alikuwa anaambia wasichana wengine like kwa sababu mimi ndo top scorer, mimi ndo kila kitu like si top scorer like but mimi ndo mwanafunzi wa kwanza kila mtihani. Hata high school lazima atende high school smart. Nyie wengine wenye mnacheza, mnapenda maboy hivyo, kukana date. Nadhani mtu hizo shule za kawaida. Kuna shule za kawaida kule, yani zile shule za chini like mtu wa kama 6000 ama 7000 anaweza soma, lakini yeye alikuwa anajua kwamba obvious lazima atenda shule kama Maseno, Mangu, shule kubwa kubwa. Lakini kilicho happen hata uwezi amini. Unaona? Kilicho happen uwezi amini. Hiyo KCPE tayari. Tumesoma vizuri, tumejitayarisha vilivyo, tunajua kila moja. Yaani kuna ile mnasoma lakini unajua obvious ni Anita atakuwa kwanza. Hiyo ni obvious Anita atakuwa kwanza. So kila mmoja ameshtuka. Nilikuwa na my classmates hapo kina Carlos, kina Shedrack. Unaona? Walikuwa wanajua tu obvious tu Anita yeye atatusua, ni yeye. Yaani mpaka like unasema nimesoma lakini hapa huyu atakuwa number 1. Paka walimu unafuata na questions wanakuambia hapana, kamuulizeni mtu fulani. Like yani yeye ndio alikuwa tunakofa paka kwake. Kwa sababu walimu kwa wamemwamini kwamba Anita ndio atakuwa number 1. Anita ndio kama nusu ya akili za walimu. KCPE ilipofika, siku ya kwanza tukafanya mtihani kama kawaida. Sasa kuna ile umefanya mwanzo kuuliza mwenzako, vipi mtani umeonaje? Mtu akwambia hiyo swali la sita umeliona ile swali vyenye liko. Mtu anakuambia hilo la sita lilikuwa la kawaida, wewe kwani umeliona gumu? Sasa unashtuka sema mimi nimeliona gumu, yeye sema nimeliona la kawaida. Tuliza Anita vipi exam umeonaje? Ambia kama kawaida tu. Ni tulieni. Ngojeni results zitoke. Kila kitu mtaona. Tukaanza kushtuka sasa. Siku ya pili kafika, tukafanya exam tena. Ilikuwa science. Tuanza kuulizana tena. How was the exam? Kila mmoja sema hiyo exam mazee imekuja ngumu. Anita sema hakuna kitu kigumu. Sema nyinyi nilikuwa msomi, nilikuwa nimejitayarisha kwa mtihani. Sisi tukatulia. Tunasema acha tutulie tu. Sababu Anita yeye ndio kila kitu. Tukamaliza siku ya tatu kwa sababu KCPE ni siku tatu. Tulianza Tuesday, Wednesday na Thursday. Is it Thursday? Siku tatu ni siku nne kama hiyo. Tukamaliza exam. Sasa kila mmoja akaona ile hatihati. Huu mtihani majibu yatatoka. Nani atakuwa wa kwanza? Baada ya kama wiki tatu hivi, matokeo wakati huo waziri wa elimu alikuwa ni nani? Who is this? Matiang'i. Matiang'i alikuwa akawii by the way. Matiang'i alikuwa mbona elimu, yani alikuwa akawii. Hakuna kucheat, hakuna nani, ilikuwa ni tight. Mpaka nakumbuka time akiwa CS wa interior anasema nguo za askari zishonwe bila mifuko kwa sababu wasichukue hongo. So hiyo tema alikuwa waziri wa elimu. Mpaka akasema basi zote zipigwe rangi ya manjano. Mpaka sasa basi rangi ya manjano ni Matiang'i. Results zikatoka. Yaani iligeuka hivyo. From Anita mpaka akaitwa. Hakuwa Anita tena, aliitwa. Unaona? Tumezoea Anita ndo number 1. Anita hiyo tema alitoka number 8. Kuna mwanangu hapa rafiki yangu sana, Carlos. Ndio alikuwa number 1. Sasa kila mmoja akashtuka, paka walimu wanashtuka, kina alikuwa anaitwa Mr. Gari. Tamuuliza, "Mwalimu vipi?" Sasa, hata huyo Anita amepitwa." Sasa kama mwalimu vipi? "Amepitwa Anita." Nasema, "Mwalimu si ulikuwa tunamwaminia, mwasema paka maswali tukimuuliza ni yeye. Mbona sasa kwani ni kitu gani imehappen?" Naambia, "Ndio hivyo." So, wasichana wenzake wenyewe walikuwa wanamwona akona maringo, hiyo fedha yenye alikuwa nayo, anawadisa anamwambia nyinyi kuna mahali mtaenda, mtasoma tu hizo shule za kawaida, Zariguta High School, Karshomere High School, hakuna mtu alienda huko. Hao wenye walikuwa wanaenda Zariguta, hawakwenda Zariguta. Walienda hizo shule nzuri. Huyu Anita huyu mwendo kwa tunamwaminia kwamba ataenda shule nzuri.
akaenda hizo za recruiter. Maisha akaenda hivyo. Maisha ni akaenda hivyo. So kila mmoja akaimagine what happened. Ama wakati wa marking huko kuliko ni kitu gani kili happen? Mbona Anita hajatoka number 1? Hata wazazi wake na natumai kwamba wazazi pia walijiuliza, je, mtoto wetu ameibiwa? Unajua kuna sometimes umezoea kuwa number 1 kwa number 1 mpaka time exam ikitoka, results zikitoka, unaanza kusema na tungekuwa na uwezo tungenadi kwa NEC tukauliza, mbona hizo results ziko hivi? Mbona hizo results ziko hivi? So Anita paka sasa as I'm talking alimaliza high school, grade pia ni hivyo, ilikuwa mbaya. Ona, kama agenda TVET, nimeshukuru sana kwa TVET. Sidhani kama nina campus ya kwa TVET. Alafu wale wenye walikuwa wanachukulia kwamba hawa hakuna mahali wataenda au ndio kwa campus. Yaani unaambia maisha kwenye riwaya bembe ya maisha tu tukitofautisha kwamba tukifananisha ama tukiunganisha na hiyo riwaya. Unaambia maisha ni kama bembea. Like kuna kupanda na kushuka. Siku zote utakuwa wewe eti wewe ndio kidedea mpaka mwisho unasema ni mimi, hakuna mtu mwingine, ni mimi. Obviously tu ni mimi. So wao kuna vitu vinakuwa twisted, vinaweza geuka tu wakati wowote. Vinaweza geuka tu wakati wowote. Kwani tuna maengineer wangapi wamemaliza campus sasa? Mtu anakuambia mimi niko na degree yangu, lazima tutengenezea bridge. Lazima tutengenezee bridge. Waje fika wakatokenezwa barabara. Wa China tolewa Hong Kong huko. Waje watengeneze. Yeye na degree yake bado anakaa hapa. So kitu hapa tunafaa tujifundishe ama tuunganishe ni usifikie mahali kwa kujiaminia unaona wewe ndio kila kitu. Like unaona hakuna mtu anaweza niambia chochote. Haya maisha ni mimi, ni mimi, ni mimi. Like unasema unadharau wenzako poko unafika level la kwamba like unawapimia like wote ndio shule fulani, wote na mali fulani. Yaani mpaka future yao ni kama unaiona venye iko future kabisa, highlight. Kama huyu atakuwa hivi. Maisha yako hivyo. Yeah, to be sincere leo maisha yako hivyo. Sahi au maisha venye una assume yatakuwa hayako hivyo. Yule mwenye unadhani kwa tabaka la chini ndo atadidimia, sasa ndo ana raise. Alafu wewe mwenye unajiona kabisa wewe ndo mweledi, kila kitu kwa vizuri, kuna mahali unaenda, hakuna mahali unaenda. Yaani to be sincere ndo maisha yako sasa. Na hiyo uchumi unaiona. Hiyo story ya Anita. Mpaka nikifikiria sometimes najiuliza kwani huyu Anita ni familia. Unajua yaani acha kidogo hapa niongee kimejikenda. Unajua mimi ni mkauma. Acha niongee kidogo kimejikenda. Yaani kuna kwa wazide shakala wamanya kala beni chila chitu ni mimi. Yaani mimi ndakala ni sawa kana mtu ambaye akani control reader darasa 52. Mimi ndo lazima ndakala chilongozi, ndakala wa kwanza, chila hatu kana mtu weza kanitambira. Ona, tavua viazi vya maka beni mimi ni mimi. Yaani namaanisha like ile unajiamini unasema kila kitu ni mimi, ili darasa la wanafunzi 54 mimi ndo nitaongoza, hata wazazi wanajua kwamba mimi ndo nitaongoza, na kuna mtu mwingine anajua kabisa ataweza kunipika kama atakuwa mbele yangu. Mambo kabadilika. Na kakuna utai wala noni. Chiburi kachijenga, ona. Chiburi kachijenga. Enda kwa chiburi kachijenga. Takala wadhamini sana. Usidhamini vrawi next time paka ona anzoni ajinga, kavasoma, kavelewa. Yaani nasema usijiamini sana. Next time unaona kama wenzako hawasomi, hawaelewi cha anafundishwa. Ona, kila mmoja amepangiwa bahasha yake. Yaani Mungu anajua kwamba wewe CK utakuwa mwizi, wewe mtu fulani utakuwa dereva, wewe nani utakuwa dalali. Yaani maisha yako hivyo. Maisha kaga sawa, mwanavyo. Maisha kaga sawa. Leo tumibeka usawa. Maisha yako sawa, ujumi hauko sawa. Ona. Tutafute tu venye tutahandle la maisha venye yako. Anita sai anasafa. Ingekuwa BN ningemwambia ile nyimbo All My Enemies Are Suffering. Kwa sababu hata mimi alikuwa enemy wangu mmoja wapo. Nilifikia hatua najua saa Anita shanipiku. Imagine hata mimi nilimpita Anita by the way. Nilimpita Anita. Mtu alikuwa akipata 430, 400 sui ngapi? KCSE akatoka 208. Imagine. This life is unpredictable. Just focus na ujue kwamba aliyeko juu ngoje chini. Yeah. Mwenye yuko juu tu ngoje chini. Kuna siku atashuka. Hakuna mtu amepanda ameenda hivyo direct bila kushuka. Na kuna mwingine anaanza chini, anapanda juu. Hakuna siku utaanza juu tayari bila chini. Anita. Natumai utaiona, but ujue tu ni hivyo. Maisha yako sawa. Maisha yako sawa. Hayako sawa. Next episode coming soon.
Thanks for watching. CK, zaidi yangu anasema ni Bonoko.